Karibu tena kwenye Official Kuthei Pi Updates. Leo tunaanza safari maalum ya kuelewa hatua kubwa na ya kihistoria ambayo kila mradi wa crypto unaotamani kutambulika rasmi katika masoko ya Ulaya lazima upitie. Kwanza, hebu tuelewe kitu kimoja muhimu sana. MiCA ni nini? MiCA ama Markets in Crypto Assets Regulation ni sheria mpya ya Umoja wa Ulaya iliyoundwa kusimamia, kudhibiti na kuweka uwazi katika miradi yote ya crypto. Inalenga kulinda wawekezaji, kuzuia udanganyifu, kuhimiza uwazi wa taarifa na kuhakikisha kwamba token yoyote inayotaka kutumika barani Ulaya inafuata viwango vya juu sana vya udhibiti. Kwa sasa, Pi Network tayari imechukua hatua hii kubwa. Wametangaza na kuachia white paper yao mpya ya MiCA, hatua ambayo inaonyesha kujiandaa kisheria, kuonyesha uwazi wa mfumo wao, kufungua njia ya kukubalika katika masoko ya European Union na kutuma ujumbe kuwa wanaanza kufuata kanuni za kimataifa katika pande mbalimbali za dunia. Lakini pia kuna jambo ambalo pioneers wengi wamekuwa wakilishitukia. Tarehe 27 iliyopo kwenye white paper ya MiCA ya Pi Network. Na hapa nataka kuwaweka sawa kabisa. Tarehe 27 si tarehe ya kuanza matumizi rasmi wala open mainnet. Haimaanishi kuwa siku hiyo Pi inaanza kutumika madukani. Hapana. Ile ni tarehe ya kufuata utaratibu wa kisheria uliowekwa na MiCA. Tarehe ya kutimiza kipengele fulani cha kisheria kinachohitajika ili mradi uweze kukubalika barani Ulaya. Kwa hiyo, pioneers wasiwe na hofu. Hii ni hatua ya kikanuni, si tarehe ya uzinduzi wa matumizi ya Pi. Kile kinachotokea kwa sasa ni ishara moja kuu. Pi Network inaanza kuonyesha kwamba iko tayari kufuata sheria kali na sera za kimataifa. Ni hatua ya kuonyesha ukubwa, ukomavu na uhalisia wa mradi huu. Ni uthibitisho kwamba Pi Network haiko tena kwenye hatua ya majaribio, bali inaingia rasmi kwenye mfumo wa kisheria wa kimataifa. Kwa hiyo, kaa vizuri, jiandae, kwa sababu kwenye sehemu inayofuata nitakupeleka kwenye uchambuzi wa kina wa white paper hii ya Pi MiCA. Tuchambue kwa undani kila kipengele na tuone ni nini haswa Pi Network inaleta mezani katika safari ya kukubalika kwenye masoko ya European Union. MiCA white paper ya Pi, European Union version. Karibu kwenye uchambuzi kuhusu safari ya Pi kuingia kwenye masoko ya European Union kupitia MiCA. Leo tunaangalia sehemu ya mwanzo kabisa ya white paper, ile yenye compliance statements, yani yale maandishi ya lazima ya kisheria. Twende kwa lugha rahisi kama tunavyoongea mitaani. Kipengele cha kwanza, date of notification, 29 mwezi wa 10, 2025. Hapa wanatuambia tarehe ambayo waliwasilisha rasmi white paper yao kwa ajili ya kukaguliwa na mifumo ya kisheria ya European Union. Kwa kifupi, tumepeleka nyaraka zetu kwa European Union. Kinachosubiriwa sasa ni hatua inayofuata. Hii inaonyesha mradi umefika hatua kubwa sana. Kipengele cha pili, hakuna mamlaka ya European Union imeidhinisha white paper. Hapa sheria inataka uwazi. Pi wanasema white paper hii haijaidhinishwa na mamlaka yoyote ndani ya nchi mwanachama wa European Union. Sisi wenyewe ndio tunahusika na maudhui yake. Kwa lugha rahisi, European Union bado haijaweka muhuri wake. Pi wanakiri kuwa wao ndio wanaobeba jukumu la yote yaliyomo. Kipengele cha tatu, white paper imeandikwa kwa uadilifu. Hapa wanasema kwamba kwa uelewa wa uongozi, taarifa zilizowekwa ni za haki, wazi, hazipotoshi na hakuna jambo muhimu limeachwa kwa makusudi. Kwa lugha nyepesi, hawajapika data, hawajaficha vitu muhimu. Wameandika vile ilivyo kwa mujibu wa sheria ya European Union. Kipengele cha 4, hatari za kuthamini, liquidity na uhamishaji. Hapa Pi wanatakiwa kukiri ukweli wa crypto wote. Wanawaambia watumiaji wa European Union kwamba token inaweza kuporomoka au kupoteza thamani kabisa. Inaweza isiweze kuhamishika muda fulani. Inaweza kukosa liquidity, yani ikawa nguvu kuuza au kununua. Kwa kifupi,
Hii ni onyo la lazima kwa European Union kwamba crypto ina hatari zake, hakuna uhakika wa faida. Kipengele cha 5. Je, token ya Pi ni utility token? Swali limeulizwa moja kwa moja. Je, hii token ni utility token kwa mujibu wa MiCA ya European Union? Jibu la Pi ni false. Hii ina maana token ya Pi imewekwa kwenye kundi la other crypto assets chini ya sheria ya European Union. Hii ni hatua kubwa sana kwa sababu inarahisisha kuorodheshwa kwenye exchanges bila mzigo wa uthibitisho wa utility. Wanajiondoa kwenye masharti magumu ya utility tokens chini ya MiCA. Kipengele cha 6. Hakuna investor protection kutoka European Union. Sehemu hii inakiri kuwa token ya Pi hailindwi na mifumo rasmi ya ulinzi ya European Union kama investor compensation schemes, deposit guarantee schemes. Kwa maneno mengine, ukipoteza pesa, hakuna fidia au insurance kutoka serikali za European Union. Huu ni ukweli ambao miradi yote ya crypto lazima ikiri. Baadaye wanatuambia kuhusu teknolojia yao. Consensus yao inatumia Stellar Consensus Protocol ambayo ni kasi sana na ni nafuu kufanya transactions. Halafu wanasisitiza kuwa Pi ni layer 1 blockchain, ina chain yake, si token tu ya juu ya blockchain ya mtu mwingine. Pia wanakumbusha kuwa pioneers ndio wanaochangia kuchimba token za Pi kupitia simu zao. Max supply ni token bilioni 100. Sehemu ziligawiwa kwa wachangiaji wa awali, nyingine zitatolewa kama incentives mbalimbali. Kwenye wallet, wanasema Pi Network haishikilii Pi ya watu. Wallet ni non-custodial. Mtumiaji pekee ndiye anayeshikilia token zake. Hii ni muhimu sana upande wa compliance. Halafu wanaweka kauli nzito ya kisheria. Pi haina haki zozote za umiliki, gawio, hisa, mapato, intellectual property au chochote kama hicho. Kwa lugha rahisi, Pi si security, ni digital currency ya matumizi. Sehemu ya utility token status. Hapa wanatoa tamko ambalo wengi hawakutarajia. Wanasema token ya Pi haitambuliki kama utility token chini ya sheria za MiCA. Ingawa Pi ina matumizi kwenye ecosystem, functionalities zake ni pana kuliko tu kupewa access ya bidhaa au huduma kutoka kwa issuer. Kwa hiyo hawaiweki kwenye kikapu cha utility token cha kawaida cha MiCA. Hii inawapa nafasi ya kukaa kwenye nafasi maalum inayoendana na sheria bila kuingia kwenye matatizo ya classification ambayo yangezuia listing, offer to the public or admission to trading. Sasa hapa ndipo habari ya moto ipo. Wanasema token ya Pi haitolewi popote nje ya Pi Network. Hakuna ICO, hakuna presale, hakuna listing feki za mwanzo. Ni Pi Network peke yake ndiyo chanzo. Lakini sasa wanataka Pi ianze kuingia rasmi kwenye masoko ya Ulaya ili kuongeza liquidity na kuifanya ipatikane kirahisi kwa watumiaji wa Ulaya. Exchange ya kwanza walioitaja ni OKCoin Europe Limited. Ni exchange iliyoidhinishwa chini ya MiCA. Imepewa leseni na Malta Financial Services Authority. Inatumia brand ya OKX. Ina license code OUER. Halafu wanaongeza kuwa Pi itapatikana pia kwenye masoko ya dunia nje ya Ulaya. Kwa hiyo huu si mpango wa Ulaya pekee, ni maandalizi ya global listing. Kwa ufupi wa mazungumzo, hii summary inatufundisha mambo makubwa matatu. 1. Pi si security, wamejiweka vizuri kisheria. 2. Pi ina matumizi lakini imewekewa classification maalum chini ya MiCA. 3. Wamefungua njia rasmi ya kuanza listing kwenye soko la Ulaya kupitia OKCoin au OKX Europe. Hatari zinazohusiana na ofa ya Pi, offer related risks. Wakati Pi inapoanza kuuzwa au kupewa nafasi ya biashara kwenye masoko, kuna hatari zinazohusiana na mabadiliko ya bei sokoni na hali ya kisheria. Thamani ya Pi inaweza kubadilika sana kutokana na mambo kama hisia za soko, mwelekeo wa uchumi, kuenea kwa teknolojia za Web3 au shughuli za kubashiri. Ingawa Pi ina uuzaji wa haraka na rahisi kwa kawaida, yani liquidity,
hali ya soko inaweza kubadilika ghafla. Tukio lolote la nje kama mabadiliko ya sheria, kuondolewa kwenye baadhi ya masoko ya crypto au mtikisiko mkubwa wa kifedha kunaweza kuathiri biashara ya Pi. Aidha, mabadiliko ya sheria na kanuni zinaweza kuweka vizuizi vipya kwa biashara au matumizi ya Pi, na hivyo kupunguza urahisi wa watu kupata au kutumia Pi katika baadhi ya nchi au maeneo. Hatari zinazohusiana na watoaji, issuer related risks. Hatari za sheria mpya na kanuni zinazobadilika. Sheria zinazohusiana na teknolojia ya blockchain na crypto bado zinabadilika duniani kote. Hii inamaanisha Pi na kampuni zinazohusiana nayo, Pybit, Pi Foundation, Social Chain Inc., Pi Community Company, zinaweza kukabiliwa na masharti mapya ya kisheria yanayoweza kuathiriwa. Hali hii ya kutokuwa na uhakika inaweza kuathiri ukuaji wa Pi, matumizi yake katika apps na thamani ya soko. Pia, kupata leseni au ruhusa muhimu katika baadhi ya nchi kunaweza kuwa changamoto, na kama Pi haitapokea ruhusa hizo, inaweza kuathiri uwepo wake sokoni. Hatari za ushindani, competition risks. Pi inashindana na bidhaa na mitandao ya blockchain iliyopo pamoja na miradi mipya inayojitokeza. Baadhi ya washindani hawa wanaweza kuwa na urahisi mkubwa wa kisheria au mbinu bora za kuvutia watumiaji, jambo linaloweza kufanya Pi kushindwa kushindana. Pia, Pi Network ni mtandao uliosambazwa, yani decentralized, hivyo hakuna shirika kuu linalosimamia thamani au matumizi ya tokeni ya Pi, jambo linaloweza kuathiri ukuaji wake. Regulatory compliance risks. Hatari za kufuata sheria. Pi Network wanasema kabisa kwenye white paper yao kwamba kuna sheria nyingi tofauti katika nchi mbalimbali. Sasa, kama kutatokea kukiukwa kwa sheria hizo, kuna hatari ya kulipishwa fine, kuwekwa vikwazo au hata kuzuiwa kuendelea na shughuli za tokeni. Kwa kifupi, wanataka Pioneer ajue kwamba kutofuata sheria kunaweza kuathiri kabisa jinsi tokeni inavyokubalika na watu. Operational risks. Hatari za uendeshaji. Pi Network pia wameainisha hatari zinazotokana na uendeshaji wa ndani wa mradi. Wanasema mambo kama makosa ya binadamu, kushindwa kwa mifumo yao ya ndani, au changamoto za kiutawala yanaweza kutokea. Na kama hayo yakitokea, yanaweza kusababisha huduma kusimama, hasara kutokea, au mradi kupoteza uaminifu. Kwa hiyo wanatuambia mapema kuwa hata upande wa operations, bado kuna mambo ambayo yanaweza kupotea mwelekeo. Financial risks, hatari za kifedha. Pia Pi Network wameandika kwamba kuna hatari za kifedha. Mfano, mradi unaweza kukosa fedha za kuendeleza shughuli zake, au soko likayumba na kushusha thamani ya tokeni. Wameweka wazi hili ili Pioneer ajue kwamba hali ya kifedha ya mradi inaweza kuathiri uthabiti na uwezo wa tokeni ya Pi kudumu au kupanda thamani. Legal risks, hatari za kisheria. Pi Network wanaeleza kwamba kuna hatari za kisheria ambazo zinaweza kutokea kutokana na mabadiliko ya sheria, kesi au maamuzi mbalimbali ya kimahakama. Kingine ni kwamba mambo haya yanaweza kubadilika ghafla na kuathiri uhalali wa tokeni, matumizi yake au hata thamani yake. Kwa hiyo, wanatukumbusha kwamba sekta ya crypto ina sehemu kubwa sana ya kisheria ambayo inaweza kuleta changamoto. Fraud and mismanagement risks, udanganyifu na usimamizi mbovu. Pi Network wameweka wazi uwepo wa hatari za udanganyifu au usimamizi mbovu. Wanasema kwamba kuna uwezekano wa matendo ya udanganyifu kufanywa na wafanyakazi, watu wa nje au hata washirika, na yakitokea yanaweza kuharibu kabisa uaminifu wa mradi na kushusha thamani ya tokeni. Kwa hiyo, wanatuambia kwa uwazi kuwa hii pia ni hatari halisi. Hatari za sifa, reputational risks. Habari mbaya kutokana na kushindwa kwa mfumo, uvunjaji wa usalama au kuhusiana na shughuli haramu inaweza kuharibu sifa ya mradi na thamani ya Pi. Hatari za usimamizi wa teknolojia, technology management risks. Kushindwa kuendeleza teknolojia au kushindwa kufuata maendeleo mapya kunatuma Pi au mradi wake kwenye hatari ya kutoweka sokoni au kushambuliwa kiusalama. Kutegemea watu muhimu, dependency on key individuals. Mradi unaweza kutegemea viongozi au wataalamu fulani.
Kupotea kwao kunaweza kuharibu mradi au kuathiri uaminifu. Migongano ya maslahi, conflicts of interest. Migongano kati ya watoaji wa pai na wamiliki inaweza kuathiri maamuzi na kudhoofisha thamani ya tokeni ya pai. Hatari za washirika, counterparty risks. Washirika wa pai, watoaji au wasaidizi wanaweza kushindwa kutimiza wajibu wao, jambo linaloweza kuathiri uendeshaji wa mradi. Kwa ufupi, white paper inashauri kuwa kila pioneer au mteja wa pai lazima ajue bei na upatikanaji wa pai unaweza kubadilika mara kwa mara. Sheria na kanuni mpya zinaweza kuathiri biashara na matumizi ya pai. Ushindani mkali na changamoto za kisheria ni sehemu ya mazingira ya pai. Hatari za kifedha, uendeshaji, teknolojia, uongozi na uhusiano wa washirika zote zinahitaji kuzingatiwa kabla ya kuwekeza au kutumia pai. Kwa maneno mengine, pai ni mradi wenye fursa kubwa, lakini pia hatari nyingi zinazohusiana na soko, sheria na teknolojia. Na pioneers unapaswa kuwa makini katika kuchukua hatua yoyote. Ndugu zangu pioneer, mpaka hapo tutakuwa tumemaliza sehemu ya kwanza ya uchambuzi wetu wa white paper ya pai kuhusu kufuata matakwa ya MiCA na sheria za kimataifa. Hii ni series ndefu na muhimu sana. Kwa hiyo sehemu ya pili ipo njiani. Usikose kabisa, maana tutazama zaidi kwenye vipengele vingine ambavyo pioneer wengi hawajawahi kuvisikia. Kama umefurahia uchambuzi huu, basi hakikisha unafanya mambo matatu muhimu: subscribe kwenye channel, like video, toa maoni yako na washa kengele ili tunapotoa taarifa kama hizi uweze kuzipata papo hapo bila kuchelewa. Tukutane kwenye sehemu ya pili. Usikose.